Huyu Kasongo alikuwa ameita State of the Nation Address kudanganya Wakenya. Nikatangazia Wakenya mapema. Kwa sababu Kasongo mimi namuelewa. Na pale kwake kila mtu ananiambia what is going on. Unajua hiyo wafanyikazi wa serikali, they are very patriotic. Wanaona Kenya ikiharibika wanasikia vibaya. Kwa hivyo wananijulisha hapa iko shida. Si ndio? Wananijulisha kwa sababu ni wazalendo. And I want to commend them. They are patriots. They don't want this country to sink. Ndio wanauliza Rigiji anatoa hii maneno wapi? Kenyans ndio wananiambia. Because wameona mimi ni kiongozi mmoja, niko na ushupavu, siogopi na ninasema ukweli na Wakenya wameniamini. Sasa alikuwa amepanga pale kitu inaitwa Vision 2060. Saa ile nimetangaza amebadilisha, anasema Vision Post 2030. Ati Vision Long Term. Ni ile tu Vision 2060. Lakini kwa sababu nisema 2060 hataki kutaja, anafikiria Wakenya ni wajinga. Sasa huyu jamaa, there is no vision he has for this country. He cannot talk about any vision. He has none. Because amepatiwa Kenya ikiwa imesimama. Ameharibu haja haribu. Mambo ya masomo ilikuwa imepangwa vizuri na Mwai Kibaki, ameharibu. Mambo ya NHIF ilipangwa vizuri na Kibaki na Uhuru Kenyatta, ameharibu, ameleta mnyama anaitwa SHA. Mambo ya biashara ameharibu. Kazi hafanyi, ana shida juu ya gari. Ofisi haendi. Most of the time ako huko kwenu Kirigoris. Kenya amewachilia anakaa Kirigoris hapo nyumbani. Kazi yake ni kutafuta mashamba. Si ati yako Kirigoris kupumzika ama kupenda Wamasai, ni kutafuta nini? Mashamba. Inchi amewachilia. Security ameharibu, imekuwa ya goons. Imekuwa mbaya hata kuliko Haiti. Wanavamia mpaka makanisa. Wanavamia mikutano. Goons na polisi huwezi jua tofauti. Goons inatumia magari ya polisi. Polisi inatumia magari ya goons. Goons inachukua allowance kutoka kwa polisi. Polisi kama mshahara bado fika, wanachukua deni kwa goons, wanalipa mshahara mwisho wa mwezi. That's the kind of country that huyu Ruto anaongoza. Adeno naambia Wakenya he has a vision. Uongo mtupu. Ndio mimi nikaambia Wakenya what he is coming to say. Akajaribu kupidua. Nasikia amelala amekasirika huko, amepigia kila mtu kelele. Rigiji anajulia hii watu maneno. Anamejulia wapi? How? Bwana President, the entire civil service is not with you. They don't like what you are doing. And they are unhappy that you have destroyed a country that was given to you by Uhuru Kenyatta when it was standing. Police officers, 95% of them are unhappy that you have converted the National Police Service into a goons service. They are very unhappy. The National Intelligence Service, they are unhappy because they are Kenyans, because you are destroying the country. So they look for me and tell me what is happening, so that I call you out, watch. Juzi wameniletea maneno ya Batuka, alikuwa wanachukua hongo hapa ya Waingereza. Nikatangaza, akapinduka. Hapa jana Wajerumani wamenitafuta. Ile currencies, ile noti, Deputy Governor anasema ipelekwe Mombasa. Kuna pesa hapo wanataka kuiba ya campaign. Wajerumani wamekataa. Mimi naambia Kamau Thuge, Governor Central Bank, please be careful. You know, Ruto akiwa Deputy President alisukuma wewe kwa kashifa ya Kimorela na Roll. Ukafutwa, ukapata shida. Please don't give in to intimidation. Atuibe pesa, ukubalie pesa ya Central Bank ibiwe. Ikuje hapa ilete inflation. Ukisukumwa sana kama Uthuge, just resign and go home. Wewe ni mtoto wetu hapa nyumbani. Ulihangaika sana siku ulifutwa kazi na ukapelekwa kotini. Na ni Kasongo huyu alikusukuma mambo ya Kimorela na Roll. He is now pushing you to take our currency to Mombasa so that he can steal that currency for campaign. Please be firm.
Usikubali kusukumwa hiyo barabara. Usikubali. Usikubali. I'm asking you, Governor Central Bank, be firm. Beona huyu alikuwa CS National Treasury. Professor Dongo amesema kazi ni ngumu. Alitoka kwa sababu alikuwa anaambiwa na Ruto afanye maneno haiwezekani. Amesema interfering with institutions. As we speak today, watu ya DCI wamenitafuta na wengine wa NIS who mean well for this country. Na wameniambia ya kwamba Kasongo amemwambia the Auditor General Nancy Kathungu atafutiwe makosa, akamatwe. Makosa yake anafichua ile wizi Kasongo wanafanya katika serikali. So Bwana Kasongo, I have the information. You have directed DCI and NIS jointly watafutie huyu mama makosa, akamatwe. Nataka nikuambie, wachana na hiyo maneno. The officers are complaining. Wanasema this is unfair. Huyu ni mama, kwa nini tumwekelee makosa? Hakuna. Na anafanya kazi yake ya kutangaza wizi ya mali ya umma. Hii maneno nani iko kwa katiba? It's an independent office. The Auditor General alisema hii maneno ya SHA, mambo ya airport. So Kasongo is unhappy. Wanataka tuwafunge hii mama. Hasa DCI waniambia alijitagaza hii maneno. Wakenya wajue. Ndio ukisikia akishikwa Wakenya wanajua. So I want to tell the people of Kenya, Kasongo amepeana instructions. Huyu mama atafutiwe makosa Auditor General because of the good work she's doing to protect public resources. Kasongo, please wachana na huyu mama. Wacha kuiba mali ya Kenya. Your appetite for public resources is too much. How much is enough, Kasongo? Mashamba umechukua yote. Mali uko naye. Hii mali yote ni ya nini? Mimi najua umeenda hasara wa Lokalau, you are trying to recover. Najua pale umepoteza karibu 16 billion. Na bado hii kwanza wa Masai wanakugoja. Wanakugoja. So wachana hiyo maneno. Mimi nasema hii maneno at national conversation ati yameitana 12th July ati ataweka captains of industry, aweke watu ya kanisa, ati aweke youth. Mimi nataka niombe captains of industry, please don't be part of a deception scheme ya kudanganya Wakenya. Wakenya watachukia nyinyi. Hiyo kitu ni ukora na hakuna pahali naenda. In fact, hiyo kitu ilianza wakati ya baba. When baba mawaziri yake walichukuliwa, hawa kina Badi, kina Wandai, baba hakuwa amekubali. So walipopewa, huyu Kasongo akaambia Raila, wacha tutafute kitu inaitwa Vision 2060. Na because Raila alipenda nchi hii, akasema ndio. Alikuwa anadanganywa na Kasongo. Akaambiwa kwenda ongea na Uhuru akuwe team leader ya hiyo Vision 2060. Baba akapumzika. Na ndio tunaendelea kusema tunataka uchunguzi to know what killed this old man. Because the story does not add up. And the way he was buried in a hurry, it does not add up. There was no postmortem, there was nothing. So saa ile mambo imeharibika hapa Kalau na Mlimani, Kasongo anataka alete hiyo Vision 2060 kudanganya watu. Yeye alikuwa na kitu inaitwa Hustlers versus Dynasty. Uongo imecollapse. Akalete bottom up economic transformation, it has collapsed. Akajaribu kudanganya watu ati mambo ya Singapore, Wakenya wakamchekelea. Ati Singapore. Sasa amelete hii ati Vision 2060. Jana tu ameruka hiyo jina kwa sababu ilikuwa kwa speech. Walijaribu kutoa, unajua niliongea saa 9, alikuwa na masaa 3 ya kubadilisha hiyo speech. Afadhali ningeongea kama 5:45 ama 6. In future I'll be careful. Nikijua ile maneno nataka kudanganya watu ninaongea 20 minutes before. Asikuwe na nafasi ya kubadilisha. Sasa ati wameita national conversation. Mimi nataka kuambia our captains of industry, I fear ati wanataka kuweka huyu James Mwangi wa Equity. James Mwangi, our son, you have done very well. Wewe unaheshimika sana. Na hii benki yetu ya Equity tunaiheshimu sana na tunaienzi. Tafadhali usikubali kuingizwa kwa hiyo ukora. Itakupaka matope. Itakuharibia jina na iharibia Equity jina. Na wale wengine wote wataitwa.
kama wata insist kuingia kwa hiyo kitu, wa join Kasongo kudanganya wa Kenya, sisi hatutakuwa na alternative. Tutauliza wa Kenya to boycott the services of all those companies and institutions that ambaye zinatumika kuja kudanganya wa Kenya. Pia tumesikia ati anataka kuita mabishop wetu hapo wamsaidie kudanganya wa Kenya. Mimi naomba kwa heshima kubwa sana kwa watu ya kanisa. Mnajua watu ya kanisa na mimi tunalaumiwa ya kwamba ndio tulipoteza wa Kenya wakachagua Kasongo. Msikubali tena kuigizwa kwa matope na Kasongo. Tayari tumejaribu kusafisha mkono. Na mnaomba hii aibu ituondokee. Sasa wewe ukiwa bishop ukikubali kuingizwa kwa hiyo kitu ya national conversation ya kudanganya wa Kenya, utakuwa umejaribia jina na umeharibia kanisa. So we want to ask all Kenyans of goodwill, wale watatajwa kwa hiyo maneno ya kudanganya wa Kenya, wasikubalie. Na sisi tumekubaliana kwa upinzani, hakuna mtu ataenda huko kudanganya wa Kenya. But we welcome a national conversation. Kama William Ruto can call a national conversation, na atuite, tutakuja to discuss wale ambaye waliua Gen Z watakamatwa siku gani. That we can discuss. We can discuss mambo ya corruption pahali imefikisha nchi hii. We can discuss mambo ya SHA ile haifanyi kazi. We can discuss mambo ya university financing model. That we can discuss. We can discuss mambo ya goons, Kasongo. We want to converse with you how to remove goons from the National Police Service. Na vile ukora ya polisi wenyewe wale wanaua wa Kenya itaisha. We want to discuss with you ukikubali wale maminister umeweka who are clueless and incompetent. Those are discussions we can discuss. And finally, tukitaka pia tukuwe na mazungumzo na wewe, utuhakikishia kwamba ukishindwa utakubali kwenda nyumbani bila kuleta matatizo. That conversation we are prepared to have with you. Lakini mambo ya vision you have none. Wewe umepewa kazi ufanye, unaanza kuongea mambo ya vision. Si ufanye ile kazi ulipewa kwanza. Si imebaki mwaka moja. Toka juu ya gari, chapa kazi kama unaweza. Iko stored projects sasa wewe barabara yote imesimama, unaanza kuongea mambo ya vision. Si umaliza ile barabara imesimama. Goons wamejaa kwa street. Si you deal with the goons. Why unataka tuongee mambo ya ndoto ya nini? Na kazi iko ile imeharibika. So none of us will be available for that nonsense. Kudanganya wa Kenya at vision. Ati tuongee mambo ya 2060. Hii Kasongo ametubeba ufala. How? You know the problem, and I must tell the people of Kenya why we have a problem. It's good I tell Kenyans today. Huyu Kasongo aliwacha kazi ya urais. Kazi yake ni kutafuta mali na kuiba mashamba. He is not available to serve this country. Hii Kenya amewachia kijana anaitwa Dennis Stupid ndio anaendesha Kenya. Hata hiyo maneno ya jana ndio walikuwa wamemwandikia through AI. Hii ati ya vision. Ni hao watoto wanamwandikia. Kuja uongee mambo ya vision, wa Kenya wanaweza kukusikiza. Please Bwana Ruto, wachana na hiyo maneno ya vision. Face reality. Deal with the real issues. Mambo ya payslip. Utuite national conversation. Tuulizane na wewe. How do we restore the dignity of the payslip? Those are the real issues inataka national conversation. And if you call a national conversation around those issues, I, Rigiji, will be available. Lakini kutuambia tuongee mambo ya ndoto yako. Hiyo kama unaota ndoto, wewe uendelee kuota ndoto yako. Don't involve us in your dreams. We have no time. As we have a dream of a beautiful new Kenya ambayo itapatikana mwaka ujao. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba mambo imekuwa mingi sana. Na hii maneno ya mauaji, kuna mama ameuawa jana, daktari. Kuna wanyama wameuawa, ndovu 15 pale Aboseli. Ndio ati Lenku na serikali ya Kajiado wawache kwanza kudisband
Kwa wanyama 15 of them. Iko maneno mingi sana yanaendelea hii Kenya. The other day Dr. Victor Mutiso aliuawa. Na tukichunguza walikosania biashara na watu ya Kasongo. So we want to know hao watu wanauawa watapata haki yao namna gani? So Kasongo, please, you have many issues to answer the people of Kenya. Na ndio nimesema on 10th of August nitakuwa nikitoa taarifa William Ruto at 4 years. Si ulisema kila mtu apimiwe kazi yake? Alisema kila mtu kazi yake aangaliliwe kazi yake. I'll be discussing ile kazi umefanya for 4 years with the people of Kenya. Na ni kazi mingi, kazi ni mingi sana. Ile umetufanyia hapa Kenya? No. We need a conversation. So mimi nitakuwa nikitoa taarifa. Wewe ukigoja ile ya Doto ya 12, mimi nitakuwa napeana audit of what you have done in 4 years to this country and where we are as a country. Na finally nakuambia wewe, wachana na my cousin Dr. Kalonzo Musyoka. Wacha kutumania yeye na kumsumbua. Huyu Ruto anatumania Kalonzo kila siku. Ati ampatie pesa, ati akuje kwa serikali yake. Sasa Kalonzo aliniuliza, hata kama ningekuwa mjinga, huyu Ruto anaweza amini yeye? Kama wewe ulikuwa deputy president ukapigwa kura akakufukuza, mimi naweza muamini nikuwe naibu wake? Hakuna mtu anaweza amini William Ruto. Hii kiti ya running mate ameaidia watu karibu 14 so far. Wamasai peke yake ndio bado aidiwa, sijui kwa nini. Nafikiri nyinyi hana haja na nyinyi nataka mashamba yenu. Hapa kwetu ameaidia mama anaitwa Waiguru, mtu mwingine anaitwa GK, ameaidia Kimani Ichung'wa, ameaidia huyu Kindiki mwenyewe. Hao wote ameaidia. Pale ameaidia ile mzee anaitwa Oburu. Ile anashindwa kutembea. Ameambiwa wewe ndio utakuwa naibu wangu. Ameaidia Gladys Wanga. Ameaidia Opiyo Wadai. Ameaidia John Badi. Ameaidia Oparanya. Ameaidia Wetangula. Ameaidia Musalia. Pale ameaidia Joe. And people are still following him. Unajua mimi sielewi. Unajua sielewi. Sasa pale Nyanza aliaidia hao ati atajenga SGR. Alienda hapo akazidua. Mpaka wa leo there is nothing. Na nilimwambia atoe contract, hakuna. Ameahidi watu ya Luo Nyanza ati atajengea SGR. Is a lie. Hata Narok aliahidi. Mlimwamini ama mlijua ni uongo? Alikuja Narok. Aliahidi kila kitu. Sasa hii watu yote wanafuata kiti ya Ramimi. Sasa niliona juzi saa ile watu ya Kidiki wamepiga kelele. Amemuita hapa usiku, wamepiga picha. Hivyo ndivyo alikuwa ananifanya. Saa ile ananipangia vile nitatolewa. Akisikia iko kelele ananiita tunapiga picha. Lakini mwenye kupanga ni yeye. Hii unaona yote Kidiki inatukana na watu ya ODM. Yeye ndiye amepanga. Ukiona deputy president anatukana, mwenye kupanga ni nani? Ni rais. And I have told this Kindiki, what he is doing to you ndiye alikuwa ananifanyia. Ilikuwa kelele ikiwa mingi, anasema kuja tuonane, tunaenda pale kwa nyasi tunakaa. Amepanga mtu na kamera huko, hata mimi sijui. Anapiga picha anawachilia. You know, guy is simply a con man. Unajua sisi tulipata hasara kama nchi. We just got an ordinary conman from the streets and made him president. So he is conning everybody. Sasa ati Kidiki ameitwa usiku amepiga picha. Sasa Kidiki nitamtumia hizi ile picha nilipigwa mimi nikipangiwa. Na saa hiyo ako na kisu. Ameshika nyuma ya nini? Ya mgongo. Anapiga picha hapo na cheka cheka, lakini ameambia watu go for him. Sasa juzi ametuma Duale atiite sisi fisi. Ati kwa sababu wameshindwa walokalao, wewe Duale kwenda atakuwa na hii Wakikuyu sema hao ni fisi. Hapa watu wamesema basi tumekubali. Wamesema sisi ni fisi na fisi atafanya kazi yake. Ataamuka mapema, akule yeye, atafune yeye na ameze. Hiyo ndio maneno yanaendelea hapa. So our people, nataka niseme asante. Hiyo maneno ya Vision 2060 is a con, is deception.
And we ask our captains of industry, please don't spoil your names. Musijipake matope. You are running very successful businesses in this country. Don't be part of a scheme to deceive the people of Kenya. Don't join William Ruto in deceiving the people of Kenya. Wakenya watachukia nyinyi. Our church leaders tunaheshimu nyinyi sana. Na Wakenya wanamheshimu na kumpenda. Don't allow yourself to be part of that scheme to deceive the people of Kenya that there is something going on. There is nothing. Let William Ruto address the challenges facing the people of Kenya. The economy has collapsed. There is no money in circulation. That is the issue. Akiita national conversation, tuulizane pesa ya Kenya ilienda wapi. Akisema mkutano ni ya saa 2 tutafika saa 1. Tuulizane. Akiita mkutano to discuss mambo ya goons, will be there. Lakini ati ndoto yake ameota. Hiyo wako na kitanda yake aendelee kuota. Asihusishe wa Kenya. We don't want to be part of that conmanship and deception of cheating the people of Kenya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu wetu. Thank you very much kwa kunitembelea. Na mkinikubalia mimi ni mtu ya Narok. Na nitakuwa na nyinyi. Bamba tu bamba. Mkipiga kona mimi napiga na nyinyi. Mimi nitahakikisha tumekaa pamoja kama jamii. Nimetahakikisha tutapiga kura kikapu moja. Nitahakikisha tutapata serikali pamoja na tutagawa pamoja na kutapatikana kufanikiwa baada ya sisi kupata serikali. Narok must change. Lazima matunda ya kutafuta serikali pamoja ionekane. Lazima watoto wetu wasome, lazima barabara ijengwe, lazima stima iunganishwe, lazima mahospitali ikuwe na dawa. Na lazima majamii zote pale Narok sikae pamoja. Mimi ndio maombi yangu na mimi nitafanya kila juhudi. I'll work very hard to make sure that our unity is strengthened and it will last forever. Mimi mnipatie nafasi niunganishe hizi jamii. And I want to thank you for coming. Bwana Douglas Maskonde, work hard, unitafutie heshima Narok. Ya kwamba ile kijana nifanyia campaign, amefanyia wananchi kazi. Na usikue na mapendeleo. Fanyia jamii zote kazi pale Narok. Work for everybody. Let everybody appreciate your leadership. Kwa sababu wewe ulipigiwa kura na watu wote. Si ndio? Asante Douglas. Unataka kuona Mamba Boys? Hamsalimii.